Ya, Bwana Yesu asifiwe. Mbele yako ni Prophet Emmanuel Simba wa Moto, nabii, kuhani na mfalme. So God bless you, na tunakukaribisha kabisa kwenye kipindi kizuri kinachoitwa Secret of Kingdom, yani siri za ufalme. So katika kipindi hiki tutazungumzia siri nyingi sana, na tutakuwa na watu wengi tofauti tofauti ambao watakuwa ni wachungaji, watakuwa ni manabii, watakuwa ni walimu, na wengine watakuwa ni waimbaji, watakuwa ndani ya hiki kipindi. So kama ndio mara yako ya kwanza, hakikisha kama upo YouTube una subscribe, una like, una comment, una share. Kama upo Facebook hakikisha una like pia, una comment, lakini pia unatufollow, lakini pia hivyo hivyo unatupata TikTok, hakikisha una like, una comment, una share. God bless you. Na sasa nikukaribishe tuombe kwa neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji huyu, na Bwana ninaomba ukamtie mafuta anapolisikia neno hili, mpatie ufahamu wa kipekee, mpatie nguvu na imani yake ikaongezeke, yule mwenye huduma na yule mwenye kipawa, yule mwenye maisha magumu na yule aliyekata tamaa, yule aliyesimama na yule aliyekaa, yule aliyelala na yule anayetembea. Bwana, wote ukawaguse, ukawasikie, ukawafanikishe kupita kawaida. Nguvu zako zisipunguke kati yao, kwa sababu wameamini kupitia imani zao, na waunganisha na upako huu wa siri za ufalme. Bwana ukawabariki, Bwana ukawalinde, ukawatetee, wapatie ufahamu, waelewe kile ambacho Bwana umeweka ndani yetu na kukifunua, katika jina la Yesu, amen. Amen. Tupo na mtumishi wa Mungu pia kwenye kipindi hiki, na atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake. So Pastor, karibu. Asante, naitwa Simon Kabuka na ni mtumishi wa Bwana. Na tupo mahali hapa kwa ajili ya kipindi hiki cha siri za ufalme. Yes. Karibu sana na Mungu awabariki. Amina sana. Kama ulivyokwisha kumsikia, anaitwa Pastor Simon na ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, ambaye amekuwa akifanya kazi ya Mungu, na sasa tupo naye leo kwenye kipindi. Bwana Pastor Simon, leo tupo na somo ambalo tunaanza leo, ambalo linaitwa siri za ufalme au Secret of Kingdom. Na hapa tutazungumzia siri mbalimbali katika ufalme ambazo zinakuwa zimebeba mambo mengi sana kwenye maisha ya watu. Na wewe ukiwa mmoja kati ambaye unashiriki somo hili zuri kabisa au kipindi hiki kizuri cha siri za ufalme, una kitu gani cha kuambia watu ambao wanakusikiliza, watumishi wa Mungu, na kuna watu hapo mbalimbali wanatusikiliza hapa? Labda nizungumze tu, niseme kwamba tunazungumzia ufalme wa Mungu ambao hauna mipaka. Hauna mipaka. Yes. Kwa kuna falme ambazo zinakuwa zina mipaka na zinakuwa zinawekea watu mipaka. Lakini ufalme wa Mungu unavuka mipaka. So ni neno kubwa sana. Sijajua kama kuna mtu ametuelewa kwamba kuna mipaka ambayo inatokana na ufalme. Ndio. Lakini kuna ufalme ambao hauna mipaka. Na tunapozungumzia kwamba ufalme wa Mungu hauna mipaka, maanake ukiubeba huu ufalme, ndio unaweza kumwombea mtu hata kama yuko nchi za nje akamiliki hizi siri za ufalme. Na watu wengi wanafikiriaga labda kumiliki mpaka wafike kwa muhusika. Hiyo haipo. Maana yake ukishakuwa umeubeba na unaweza kusababisha ukafanya chochote na mtu akafunguliwa hata akiwa mbali, hata kama ana jambo ambalo ni gumu kwenye maisha yake. Kinachosababisha hizi connection zikafanyika hata kama mtu akawa yuko nje ya nchi, lakini akapokea muujiza, akapokea uponyaji, akapokea ufalme wa Mungu. Kitu gani ambacho kinaweza kikawa kinawaunganisha? Maana watu wengi hawafikiri, wanafikiria kwamba labda kuna kamba au waya mrefu hivi ambao unafika mpaka nje ya nchi, mpaka kule aliko. Ni kitu gani ambacho kinatumika kuconnect hapa? Ni unapokuwa umeubeba huu ufalme, lazima uwe na muda wa kutulia mbele za Bwana. Ndio.
unapokuwa una muda wa kutulia mbele za Bwana, kuna miongozo ambayo Mungu anakupa kwa ajili ya kuwasaidia hao watu. Kwa hiyo ile miongozo inakusaidia wewe. Mungu anaunganisha nguvu kwenye ile miongozo kwa ajili ya watu kufunguliwa hata ukiwaombea wakiwa mbali. Yes. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ambao unakuwa umeupata katika hali ya kutulia, hali ya kukubali mapenzi ya Mungu, ule uwepo unaweza ukamuunganisha mtu yoyote. Ndio, sawa. Amen. Lakini pia watu wanatakiwa waelewe hivi. Yesu anasema kwamba imani ni kama punje ndogo, lakini na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo imani inabeba yote, na ndio maana kuna andiko Yesu anasema kwamba yote yanawezekana kwake amini. Kwa hiyo haijalishi yuko wapi, ni kweli, haijalishi yupo shimoni, haijalishi yupo kwenye dhambi, lakini imani inaweza kumfikia na ikamtoa pale alipo. Ni kweli, si ndio manake? Kwa hiyo katika siri hizi za ufalme tutazungumzia vitu vingi, na wewe nafikiri umeshaanza kupata baadhi ya pointi muhimu sana, ambazo hizi pointi zinalenga maisha yako wewe mwenyewe. Mungu hajakuumba uwe mtumwa, Mungu hajakuumba uwe mtu wa kuteseka. Mungu amekuumba ili uwe na ufalme, umiliki ufalme. So moja kwa moja kabisa, bila kupoteza muda kwa wewe mtazamaji na msikilizaji, so tuna kitu ambacho tunaanza leo kukifungua katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza.